Jana nilikuwa mahali fulani, nilipata dharura kidogo na nikahitajika niende sehemu hiyo kwa sababu ya uharaka wake. Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa na harusi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu niweza kujifunza kule ndani, niliweza kunikumbusha kitu fulani, kwa sababu tuko zamani za uovu. Sitasimulia kwa undani zaidi, lakini nataka uelewe kitu kimoja. Watu, haijalishi una Mungu ndani au hauna Mungu, kama huna mambo ya kuzingatia, utaenda na upepo. Tunategemea kama ni harusi, manake ni mtu ambaye anamleta Mungu nyumbani, sivyo? Utukufu wa hicho kitu huo wa Mungu zaidi, sivyo? Kama sio wa Mungu zaidi, kwani hata kama ni zamani za uovu. Nimehudhuria harusi nyingi kwa wakati fulani, huwa najifunza vitu, lakini nagundua kwamba hizi ni zamani za uovu kweli, kwa sababu upepo ndio unaofanya maamuzi, yani chenye nguvu ndio kinachoamua. Nagundua harusi nyingi sana na wachungaji wao wanapata shida wakihudhuria harusi hizi. Ni muziki ya kidunia inapigwa mpaka unashangaa. Lakini nimetoka kufungiwa kanisani, sio? Wamefungia kanisani, wameangana, wamefanya nini? Lakini ukifika huko ni muziki ya kidunia ndio inaendelea. Sijajua, pengine mimi sijafikia huko. Sijajua. Lakini huwa inaleta shida kwa watumishi wa Mungu tukiwemo katika hiyo eneo. Na ninaamini wachungaji kama wapo ambao wana mtazamo kama mimi, basi huwa nao wanapata shida. Kwa sababu nimeona wakati fulani baadhi ya wachungaji, sababu tunakuwa pia na mambo ya kusema mawili matatu. Wengine huwa wanasema kabisa, lakini hawezi kuambia nyinyi, hata mimi niwaambie, kwa sababu mimi ni mwalimu, hata kama niko madhabahuni leo. Baba mnisamehe. Kwamba wengine wachungaji wanashindwa kuhudhuria kwenye kundi kwa sababu fahamu zao zimeshaharibiwa na kile wanachokiona kinachofanyika. Kwa wanaona ili kutunza hekima ya Mungu, bora wasiende, waachilie salama. Kwa sababu mnapowapeleka mnawapa mzigo mzito sana. Japo ni Mkristo wake mzuri kabisa na anafurahi, anatamani awe karibu na wewe, lakini sasa kwa sababu ndio hivyo, atapata shida, atakuja, lakini unamsumbua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini yanatokea hayo kwenye hizi sherehe zetu? Ni kwa sababu hizi ni zamani za uovu, na chenye kuamua kwenye nyakati za uovu ni kile chenye nguvu. Na chenye nguvu ni kipi? Kilicholetwa kwa wingi kwenye eneo. Kama kwenye eneo wanaomleta shetani ni wengi, utukufu wa shetani utakuwa ni mkubwa. Haijalishi ni harusi ya mtumishi wa Mungu mkubwa kiasi gani, lakini ili tu kwa sababu ndio hivyo, basi utukufu wa shetani utakuwa mkubwa. Itapigwa muziki ambayo watu watarukaruka, watasahau hata kwamba hata nguo walizovaa ni za ajabu ajabu, wanajikuta wanakuwa uchi. Wanarukaruka tu, wanajisahau, kwa sababu nyimbo inayoimbwa si ya kumtukuza Mungu. Kuna hisia inaamsha zingine ambazo wengine huwa wanazifanya hata huko ndani. Ukiwa mmoja kujifunza utaelewa. Ila kama na wewe unaruka tu, uweze kujifunza ninachosema. Labda ufuatilie kwa mtandao, uanze kujifunza kwa utaratibu, utaelewa kwamba anachosema ni kitu gani. Lakini ukiwepo pale na wewe unafurahia ile muziki na dunda, uweze kaelewa pale. Unakuwa kwenye upepo. Kwa mwisho wa siku shetani atatukuzwa zaidi pale. Nimesema leo nitaongelea eneo la ndoa na familia. Kwa nini? Kwa sababu watu tulioko humu ndani ni ndoa na familia. Na natamani uweze kuelewa katika upana ambao natamani ufikie. Usielewe katika upana wa ndoa kama ndoa unaoifahamu wewe. Nataka uelewe katika dhana ya ndoa ambayo hata mtoto aliyezaliwa leo anaingia kwenye hii ndoa ninayoisema. Bwana asifiwe.
kwamba kama misingi ikiharibika, na tunao watu ambao wamewekeza kwenye mwamba ambao ni Yesu, hapo tunao watu ambao wamewekeza kwenye mwamba mwingine, na kwa sababu wamewekeza kwenye mwamba mwingine, wengine wamewekeza kwenye mwamba ambao ni Yesu, basi unakuta kama misingi ikaharibika, tunawapoteza watu wengi sana. Tunaona wako watoto wengi ambao wanazaliwa, wanaanzishwa malezi, wanakuzwa. Wengi wanakuzwa katika ndoa au familia ambayo imeharibika. Kwa mtoto anaanza kuharibika kindoa na kifamilia kuanzia pale alipozaliwa tu kuingia duniani. Kwa kama ndoa imeharibika kuanzia mtoto anazaliwa, maana yake hata huko tunakokwenda, kama hatachukua hatua za kufanya juu ya mambo ya kuzingatia, uwe na hakika huyo mtu hata kwenye ukamilifu wa familia itakayokuja ya ndoa unaoifahamu wewe ni uharibifu. Kwa sababu kwenye uumbaji ukisoma Biblia inasema mtoto mdogo anapokuwa anazaliwa anakuwa completely, yani ni mtu ambaye amekamilika kikamilifu katika uungu wake. Anakuja na taarifa sahihi za kutoka mbinguni, zile ambazo Mungu aliziweka, ambazo zinampa picha ya maisha yake ya baadaye. Kwa mtoto anapozaliwa anakuwa amekamilika kiasi cha kwamba akiwa hivyo hivyo lazima aweze kumuona Mungu hata kufa kwake. Lakini mtoto anapozaliwa anaanza kukuzwa, inategemeana anakuzwa kwenye mazingira ya ndoa na familia ya namna gani. Kama ni ya wazee au watu walioharibika, uwe na hakika makuzi yake yatakuwa ya kumpeleka kwa adui. Kwa nini? Kwa sababu anapoanza kukua mtoto anapokea kutoka duniani, hapokei toka mbinguni. Mtoto akiwa tumboni anapoanza kutengenezwa anapokea vitu kutoka mbinguni moja kwa moja. Anapozaliwa anapokea kutoka duniani kwa asilimia kubwa. Hata kama Mungu yuko pamoja naye anampa vitu, lakini anapokea sana kutoka duniani. Kwa sababu Mungu ametupa milango ya fahamu mitano. Kila mlango una kazi ya kufanya. Na ndio maana haijalishi mtoto amezaliwa haoni lakini anaona, hasikii lakini anasikia, hagusi au afanye lakini anafanya hivyo. Kwa hiyo makuzi yake ndiyo atakayotengeneza uharibifu juu ya maisha yake au kutengeneza kitu kizuri kwenye maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa anapokea kwa asilimia kubwa. Ukija kwenye ulimwengu wa kawaida ukisoma juu ya hatua za watoto na makuzi yao, utagundua kuna mifumo na aina ya mabadiliko yanajitokeza kila step na kila mwaka unapokuwa unapita. Na kuna vitu vinaingia, na vile vitu vinavyoingia ndio vinavyokuja kuharibu fikra yake. Mungu anapoiumba fikra ya mtoto inakuwa tupu, haina kitu. Ina picha halisi ya kitu ambacho Mungu amemletea duniani. Wanadamu wanapoanza kumlea, kuna vitu vingine wanamuingizia ambavyo vinapoteza kile Mungu alichotaka kionekane duniani. Ndio maana watu wengi wanasoma na fika mpaka chuo kikuu hajui cha kufanya ambacho Mungu alimleta. Kwa sababu kwa wimbi au kwa asilimia kubwa mafundisho au vitu alivyolishwa duniani na wazazi wake ni vitu ambavyo vilikuwa vikimsaidia kufuta kumbukumbu ya Mungu aliyomleta duniani. Lakini kuna wazazi wengine ambao wana maongozo ambayo yanatoka kwa Mungu, anawapa maelekezo mazuri ya kumlea mtoto wao kwenye ndoa na familia, ili kusudi mtoto wao alelewe katika kukumbuka, kuwa na kumbukizi ya picha halisi ya kile alichokuja kufanya duniani. Na unakuta hao watoto wanakuwa katika makuzi ambayo yana picha ya kukumbuka juu ya kile Mungu alichowakusudia. Wanapita na wanaondoka duniani wametimiza kitu ambacho Mungu aliwaitia duniani. Lakini wengine wanaondoka na wanakufa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu kile alichokuwa amewapa hawakukijua. Kimeanzia wapi? Kwenye ndoa na familia. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni zamani za uovu. Natamani uweze kuelewa, wewe ambaye ni binti, ni baba, ni mama,
ndoa na familia ninayoisema ni kuanzia mtoto, baba ambaye yupo na babu, mtu yoyote wa kike na wa kiume ambaye ana akili, anaweza kusikia, anaweza kutekeleza na kwenda kuzingatia mambo ambayo Mungu atatuongoza kuyajua hapa. Kwa sababu watoto wengi wameharibika na hawasikilizi chochote hata ukiwaambia. Kwa hiyo kwa sababu wazazi wao wameshawatengenezea picha ya kupoteza kumbukumbu ile Mungu aliyoiweka ndani yao. Unaongea na watu wengi haelewi alikuja kufanya nini, haelewi. Wengine kwa sababu hawaelewi, wale wako tayari atakufa leo au kesho kwa sababu anaona hana cha kupoteza. Wazazi, walezi, vivyo hivyo. Unakuta una akili zako timamu, mwanzo wa maisha yako ulipotea kwa sababu ulilelewa na wazazi ambao hawakujua haya maarifa, kwamba kuna uharibifu unafanyika mtoto anapozaliwa kwa kupandikizwa vitu vinavyopoteza kumbukumbu. Umekuja umemjua Mungu kwamba kumbukumbu yako inaweza kurudishwa. Biblia inasema angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima huku ulimwenguni, bali watu wenye hekima, huku mkikomboa wakati. Maana yake Biblia inatambua nyakati zetu zimeibiwa, zimechukuliwa. Kwa nini? Kwa sababu katika kuzaliwa kwetu tulipita kwenye mikono ambayo ikatukuza kwa kupoteza kumbukumbu ambazo Mungu alituwekea, na kwa sababu hiyo tumemjua Mungu, lakini nyakati zetu zimeibiwa na tunatakiwa tuzirudishe, kwa sababu ukombozi tumeupata, tumepewa ukombozi. Na kwa sababu tumeupata ukombozi, lakini hatuwezi tukajisifia kwamba tumeupata pasipokuwa na mambo ya kuzingatia yatakayoachilia taarifa halisi ya kumtafuta mkombozi ili akomboe nyakati na maisha yetu yakombolewe.